Kiongozi wa Hamas anayesimamia masuala ya nje, Khalid Meshal, anafanya mazungumzo ya kuishawishi serikali ya Marekani ikubali mpango wa kundi hilo kuhusu namna ya kushughulikia swala la kusalimisha silaha, moja ya vipengele vinavyotajwa kuwa changamoto kubwa katika hatua ya pili ya usitishaji mapigano kati ya Hamas na Israel. Akizungumza katika kipindi cha Mawazain cha Al Jazeera, Meshal alieleza kuwa Hamas inataka kuwepo kwa mfumo wenye dhamana za kudumu ili kuhakikisha vita kati ya ukanda wa Gaza na Israel havirudi tena. Alieleza kuwa kundi hilo linaweza kukubali kuweka silaha zake katika mfumo maalum wa usimamizi, zisitumiwe wala kuonekana hadharani endapo masharti na utaratibu utapangwa kwa makubaliano. Kwa mujibu wa maelekezo yake, baadhi ya mataifa yanashinikiza kundi hilo likabidhi silaha zake kwa nguvu, jambo ambalo Hamas inasema halikubaliki. Badala yake, Meshal alisema wamelipendekeza wazo la kuwepo kwa utulivu wa muda mrefu wa miaka 7 hadi 10 ikiwa kutakuwa na mwafaka kuhusu namna silaha zitakavyodhibitiwa. Huku hatua ya kwanza ya usitishaji mapigano iliyohusisha kubadilishana wafungwa na mateka ikiwa inakaribia kukamilika, Meshal alidai kuwa Israel imekiuka masharti hayo zaidi ya mara 700 na bado haijaruhusu kwa uhuru misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Wakati huo huo, mamia ya maelfu ya wakazi wa Gaza wanakabiliwa na athari za dhoruba wakiwa kwenye mahema duni. Hatua ya pili ya mpango wa kusitisha mapigano inatarajiwa kujadili kwa undani suala la Israel kujiondoa Gaza, kusalimishwa kwa silaha za makundi ya Palestina na kumaliza rasmi vita. Vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza kuwa wapatanishi wanaendelea kujadiliana na Marekani kuhusu mkakati wa Hamas wa kushughulikia suala la silaha. Mazungumzo hayo yanatajwa kuwa magumu, huku baadhi ya viongozi wa kundi hilo wakionya kuwa kulazimishwa kukabidhi silaha kungefanana na kuondoa roho ya harakati. Meshal anaamini kuwa mtazamo wa Marekani, ambao unaelekezwa zaidi kwenye matokeo kuliko njia, unaweza kusaidia kufikiwa kwa makubaliano yatakayowekwa mbele ya Israel kupitia wapatanishi. Kwa upande mwingine, Gaza inaendelea kukabiliwa na vitisho vya kijeshi kutoka Israel, huku Hamas ikisema kwamba wanajeshi wa kundi hilo hawaleti tishio lolote la nje katika kipindi cha mpito. Hamas, lililoanzishwa mwishoni mwa miaka ya 1980 wakati wa intifada ya kwanza, limekuwa na mkono wa kijeshi uitwao kikosi cha Al-Qassam, ambacho ndicho kiini cha utambulisho wake wa kivita. Kundi hilo limekuwa likitawala Gaza tangu 2007 baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2006. Mpango wa amani uliopangwa kwa hatua ya serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump, uliokubaliwa mwezi Oktoba, unatamka kuwa Hamas na makundi mengine ya Palestina yakabidhi silaha kwa kikosi cha kimataifa cha kulinda amani na kuachia utawala wa Gaza. Israel inasisitiza kuwa hilo ni lengo kuu la vita na kushindwa kutekeleza kutaisusia makubaliano hayo. Hata hivyo, licha ya ukiukwaji unaoripotiwa mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na vifo zaidi ya 377 ndani ya kipindi cha usitishaji, mapatano haya yameendelea kudumu, huku Israel ikiendelea kushikilia zaidi ya nusu ya eneo la Gaza. Tangu kufunguliwa kwa vita, zaidi ya Wapalestina 70,000 wameuawa na zaidi ya 170,000 kujeruhiwa. Kwa sasa mwili wa mtu mmoja pekee aliyechukuliwa mateka wakati wa mashambulizi ya Oktoba mwaka 2023 ndio unaoendelea kushikiliwa Gaza, huku mamia ya wafungwa wa Kipalestina wakirudishwa, ikiwemo idadi ya waliokufa wakiwa rumande. Wengi wao wameonyesha dalili za mateso, kunyanyaswa na mauaji. Wapatanishi wamesema kipindi kinachoanza sasa ni nyeti, huku waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani akikitaja kama hatua muhimu. Marekani imethibitisha kuwa mazungumzo mazito yanaendelea kujaribu kusogeza mazungumzo kwenda awamu ya pili, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema hatua ya kwanza iko karibu kukamilika. Hapo awali mwaka huu, usitishaji wa mapigano uliopangwa na Trump ulianguka mara moja baada ya hatua ya kwanza kufuatia Israel kuanza mashambulizi upya ya kuua zaidi ya watu 400 siku ya kwanza. Katika jukwaa la Doha wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan alitoa wito wa subira katika suala la kuondoa silaha za Hamas, akisema hali hiyo haiwezi kutekelezwa mara moja. Uturuki imeonyesha nia ya kushiriki katika kikosi cha kimataifa cha kusaidia Israel kujiondoa Gaza na kuhakikisha usalama, ingawa Israel imekataa ushiriki wake. Hamas imesema haina pingamizi na uwepo wa jeshi la kulinda amani kama lile la UNIFIL nchini Lebanon,
na inaamini kuwa kikosi hicho kinaweza kuzuia mashambulizi kutoka Gaza kuelekea Israel. Aidha, imeeleza kuwa iko tayari kukabidhi utawala wa Gaza kwa serikali ya wataalamu, huku ikisisitiza kuwa utawala wa eneo hilo lazima uamuliwe na Wapalestina wenyewe. Mazungumzo yaliyofanyika Misri yameripotiwa kuyaunganisha makundi kadhaa ya Palestina na kuchagua wajumbe 8 wa kuanzisha chombo cha uwakilishi wa Gaza, ingawa mchakato ukidaiwa kukamishwa na Israel. Meshal alizungumzia pia kuongezeka kwa kasi katika harakati za kimataifa zinazounga mkono Palestina, akisema vitendo vya Israel vimeharibu taswira yake duniani na kuifanya ijikute inaelezwa kama dola inayotengwa kutokana na uhalifu wa kivita. Amesema suala la Palestina sasa limepata nafasi kubwa ambayo haijawahi kushuhudiwa, na ukosoaji dhidi ya Israel umeongezeka, huku viongozi wake wakikabiliwa na hati za kukamatwa kutoka mahakama. Viongozi hao ni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant, kutokana na halaiki ya mauaji ambayo imefanyika katika ukanda wa Gaza. Muktadha wa kawaida, Hamas inaonekana haina shida kabisa kutokana na hatua ambazo zilipendekezwa za kusitisha mapigano na wapatanishi, lakini vile vile hata rais wa Marekani Donald Trump, huku hatua ya pili sasa itaka Hamas kuweza kukabidhi silaha zake, ambapo hapa imeweza kueleza kwamba wao wako tayari kwenda kuzihifadhi silaha hizo sehemu maalum ambapo haziwezi kutumika hata miaka 10 kama kweli makubaliano ya amani yataweza kuafikiwa sahihi, kama ambavyo fezi ya kwanza inakaribia kutamatika, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekiri kwamba fezi hiyo inatamatika hivi karibuni, huku mateka mmoja tu ambaye mwili wake unashikiliwa Gaza hadi hivi sasa na wanamgambo Hamas, naye anatarajiwa kuweza kurejeshwa nchini Israel siku za hivi karibuni. Kwa maneno ya kiongozi huyu wa Hamas ambaye anashughulikia masuala ya nje, yanaonyesha wazi kwamba kuna matumaini sasa katika ukanda wa Gaza, ambapo tutashuhudia amani kirejea upya, lakini ule mpango wa taifa la Marekani la kuijenga Gaza upya kwa kushirikiana na mataifa ya Kiarabu ukiwa mbioni kuanza haraka iwezekanavyo pindi tu amani ambapo itapatikana katika 100%. Sasa basi kuna mengi sana mtazamaji ambayo utakwenda kuyashuhudia wiki hii, hususan mambo ambayo yanahusu ukanda wa Gaza kiujumla, lakini vile vile hata Mashariki ya Kati kwa pamoja. Basi kwa taarifa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kushare vile vile. Hata kama una maoni, basi mtazamaji unaweza ukayashusha hapo kwenye uwanja wa comment, ili sisi baadaye tuje tuyapitie maoni yako na tuone kwa jinsi gani ambavyo tunaweza tukaenda sawa nyakati zote. Hii ni Zone Media.